Gabriel pamoja na Panda bao kila
zake. Na siku ya leo wanaona ni vema kusogea madhabahuni kwa Bwana kwa ajili ya kuthibitisha upendo wao wa wao wenyewe, lakini pia kuthibitisha upendo wa Mungu ndani ya maisha yao. Bwana asifiwe. Maisha yetu sisi kama Wakristo yanajengwa katika Kristo Yesu. Maisha yetu yanajengwa katika Kristo Yesu. Muhimu sana ni kujua kwamba Kristo ndiye aliye uhai wa maisha ya kwetu. Hilo jambo la msingi sana kujua kwamba maisha yetu yanajengwa katika Kristo Yesu, na muhimu zaidi ni kujua kwamba Kristo ndiye uhai wa maisha yetu. Yeye yuko ndani yetu na uhai tulionao ndani yetu umo ndani yake mwenyewe. Umo ndani yake mwenyewe. Kwa Yesu akiwa ndani yetu, hatuwezi kuvutwa na mambo ya dunia hii. Hatuwezi kuvutwa na mambo ya dunia hii. Ni muhimu kutambua kuwa Yesu yuko ndani yetu. Tunaona uzuri wake kwenye maisha yetu, na hata katika maisha ya ndoa tunamhitaji huyu Yesu ili ule uzuri wake uonekane katika maisha yetu ya ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ndoa zimegeuka uwanja wa vita, manake Yesu hayumo. Tamani tutende nao. Sasa Mtume Paulo anaeleza. La kwanza anasema moyo wa rehema. Moyo wa rehema. Hii ni uthibitisho kwamba Yesu yuko ndani, moyo wa rehema. Lakini katika moyo wa rehema kwenye maisha tunayoishi, ndoa ya aina yoyote. Sasa sizungumzi tu kwa ajili ya Mark na Mary, lakini nazungumza hata kwa ajili ya sisi ambao tuko kwenye ndoa. Bwana Yesu asifiwe. Wakina baba ambao wako kwenye ndoa, Bwana asifiwe. Wakina mama ambao ndani ya ndoa, Bwana asifiwe. Unaweza kushangaa kuna mama amekuja hapa, amekuja kwa sababu tu ya kuwaheshimu vijana hawa ama kuheshimu familia hii, lakini huko ndani ametoka tayari umeshaparuzana vya kutosha. Yaani anacheka hapa lakini moyoni analia. Kuna waimbaji wameimba wimbo mmoja anasema, moyo ukitoa tafsiri ya kilichoko ndani yake, sema moyo kuna wakati unaweza ukalia lakini macho yakacheka. Macho yakaonyesha furaha, yasionyeshe machozi. Yaani mdomo wako unaweza kaonyesha tabasamu nzuri, lakini moyoni. Anazungumza habari ya moyo, jinsi unavyobeba maumivu, mateso. Na kuna wengine wako kwenye ndoa, yaani moyo wa rehema haupo. Moyo wa rehema haupo. Yaani wanaishi na wengine wanaishi na kwambia, kama sio hawa watoto ningekuwa nimeondoka kwenda kwetu. Kilichomkalisha ni watoto, sio kitu kingine. Sasa kwa nini kisiwe kitu cha namna hiyo? Mwana moyo wa rehema. Mwana moyo wa rehema. Ndoa inahitaji sana kusameheana. Ndoa inahitaji sana kusameheana. Ndoa inahitaji sana utu wema. Ninyi mkatendeane mema. Mark na Mary mkatendeane mema, sawa sawa na historia yenu, mkatendeane mema. Wako wanandoa wengi sana wanashindwa kutendeana mema. Wanatendeana mambo mabaya ya hila, lakini ninyi kwenu mkatendeane mema. Mwandishi wa kitabu hiki anasema utu wema. Mambo ya ukatili katika ndoa hayafai. Kama Mungu alivyo mwema kwa kila mmoja, vivyo hivyo mkatendeane mema, kwa sababu kumbuka nimesema hivi, maisha yetu yanajengwa katika Kristo Yesu. Yanajengwa katika Kristo Yesu, na ni muhimu kujua kwamba Kristo ndiye aliye uhai wetu. Kwa hiyo ni muhimu sana mkatendeane mema kama Mungu anavyotutendea sisi mema, na ninyi mkatendeane mema. Anazungumza jambo lingine, anasema unyenyekevu. Na hapa ndio penye changamoto kubwa sana kwenye unyenyekevu. Hapa pana changamoto kubwa sana. Na kuna mahali pengine umefikiri labda unyenyekevu ni kutembea taratibu. Ndio mtu akitembea taratibu, akinyata anasema ni unyenyekevu. Akiongea ameweka mikono, fikiri ni unyenyekevu. Hapana.
Akiona mtu anatembea rafu asema usio mnyenyekevu. Hapana, unyenyekevu ni hatua nyingine kabisa. Bwana asifiwe. Anapozungumza habari ya unyenyekevu, anazungumza habari ya kumthamini mwingine, kumuona bora kuliko wewe. Ukamwone bora Maki kuliko wewe. Bwana akamwone bora naye kuliko wewe. Ukitaka kuona vizuri, haya maisha yatakusaidia. Wengi wetu hapa, hasa wale wa miaka ya kwetu, wale wa www.com, inawezekana wakawa wanafanya hivi, lakini sio sana kama wale wa sanduku la posta. Watu wa sanduku la posta, usafiri wao mkubwa ulikuwa ni baiskeli. Usafiri mkubwa ulikuwa ni baiskeli. Sio gari, sio pikipiki. Sio gari, sio pikipiki. Ilikuwa ni baiskeli. Ukitaka kuiendesha baiskeli ili iweze kwenda, kuna kitu fulani tunaita freeway. Ikilala baiskeli haitembei. Sasa nikizungumza wale ambao wa miaka hiyo wanaelewa. Lakini vijana wa sasa haelewi. Na wakati mwingine ule msumari unaoshika zile pedali ukilegea, baiskeli pia haiwezi kwenda, maana pedali zote zitakuwa ziko chini. Zikiwa chini zote, baiskeli haiendi. Kwa lazima ziwe zinapishana namna hiyo. Moja iwe juu, nyingine iwe chini, ndio baiskeli inakwenda. Na katika swala kunyenyekea, nataka nizungumzie hapo. Swala kunyenyekea. Mimi ninapomwona Maki yuko juu, kanuni wewe ushike. Wewe ushike. Maki, mimi akiwa juu, wewe ushike. Sasa hapa kwenye swala ya kushuka, wanaume wengi hasa kwenye jamii zetu sisi za Kitanzania, ni ngumu sana wanaume kunyenyekea. Lakini wewe kuonyesha kwamba Kristo anaishi ndani yako, ukanyenyekea. Kuishi kuthibitisha kwamba Yesu yuko ndani yako, anaishi ndani yako. Na wewe unaishi ndani ya nani? Ya Yesu. Kanyenyekea. Ili usalama uwepo, ni lazima baiskeli iendeshwe kwa kupishana namna hiyo. Lakini yote ikiwa juu namna hiyo, baiskeli haiendi. Walisema nisikia unafahamu. Bwana asifiwe. Maisha ya ndoa ndivyo yalivyo, kama mwendo wa baiskeli. Kama mwendo wa baiskeli, kwamba pedali moja iko juu, nyingine iko chini. Kwa mwendo wa namna hiyo tunafika taratibu. Na wimbo wetu ni nivute kwako Bwana Yesu. Naona sio mwendo wetu, nivute kwako Bwana Yesu. Na kwenda na ndoa nyingi sana, ili ziende zinahitaji nivute kwako Bwana Yesu. Unyenyekevu katika maisha ya ndoa ni wa muhimu sana 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 sana. Ndio mfano wa askofu mmoja marehemu. Sisi wote wa marehemu. Askofu mmoja maarufu sana, askofu sana wa Palembea, na askofu wa Venza wa Palembea. Sasa tulikuwa kanisa la Katoliki. Wa Venza alikuwa kanisa la Moravian. Mmoja anatoka Mbeya anakuja Dar es Salaam kwenye mkutano. Mwingine anatoka Dar es Salaam anakwenda Mbeya, anatoka naye pia kwenye mkutano. Wale mkutano wa maaskofu wa Kikatoliki wanafanyia pale Kurasini. Wamemaliza wakawa wanarudi kwenda Mbeya. Yule anatoka Mbeya anakuja Dar es Salaam kwenye mkutano wa CCT. Walipofika kwenye zile kona za Yofi, akawa amesimama, akashuka, akatoa miwani ili aombe, alafu asome Biblia. Ilikuwa ndio kanuni yake, akipumzika anasoma Biblia. Akaweka Biblia yake juu, miwani juu ya Biblia. Nyani akatoka akachukua ile miwani, sababu pale pana nyani wale wanaopita hiyo njia, wanajua kuna nyani pale. Wakachukua ile miwani, wakapanda nayo juu. Walipopanda juu, yule baba sasa amekaa haelewi afanye nini, kwa sababu hawezi kusoma Biblia bila miwani na hana miwani ya akiba. Kwa nasibu huyu askofu sangu ndio anapita, akamuona wanafahamiana, akasimama. Wavenza vipi? Anamwambia bwana,
miwani yangu iko juu ya mti, nyani anaichezea kule. Alichokifanya, alishuka kwenye gari akaenda kwenye mti, akaona nyani yupo. Hakufanya kitu chochote. Alisema katika jina la Baba na la Mwana, amen. Akarudi kwenye gari. Hajafungua gari, nyani kashuka kabisa miwani. Swali la kujiuliza, kwa nini alishuka kwenda kurudisha miwani? Ni hivi, ndoa yoyote sasa, sio kwako, hata kwako. Tunazungumza habari ya kunyenyekea. Bwana Yesu asifiwe. Huyu nyani aliambiwa hivi, shuka kwenye mti, usiposhuka tunakata mti. Sasa ukikata mti atakaa wapi? Bwana asifiwe. Ndoa yoyote sikukubali kushuka, mti unakatwa. Mti unakatwa. Na mti ukikatwa ni hatari sana. Mkanyenyekeane kwenye maisha yenu. Jambo lingine nazungumza habari ya upole. Upole. Sasa upole sio ujinga tu. Wakati mwingine watu wanafikiri upole ni ujinga. Upole yani ni mtu mwenye nguvu aliyetulia. Yani mtu mwenye nguvu aliyetulia anaitwa mpole. Sasa sio mpole ni mtu mnyonge aliyetulia, mtu mwenye nguvu aliyetulia. Ukiwa mnyonge ukatulia unakuja kwa sababu ya unyonge ulionao. Lakini mtu mwenye nguvu anapotulia anaitwa mpole. Bwana Yesu asifiwe. Yani upole ni kwamba nguvu ulizo nazo umezifunga mahali zisifanye kazi. Umezifunga mahali zisifanye kazi. Hapo ndio tunasema huyu bwana ni mpole. Upole sio uzembe. Upole sio ujinga. Bwana asifiwe. Anazungumza jambo hilo, anazungumza habari ya upole. Jambo lingine anazungumza habari ya uvumilivu. Anakaza mambo mengi sana, lakini anachagua mambo machache tu. Anakaza kwa habari ya uvumilivu. Uvumilivu ni ustahimilivu. Kutokuwa mwepesi wa kukasirika. Kutokuwa mwepesi wa kukasirika. Sasa na hapa kina mama wanakuwa na misirani kweli. Sasa leo sijui na kisirani. Yani sijui na kisirani. Sasa ndio kama unakuwa na kisirani. Tumisho wangu katika naongea nini tunawezekana pengine kuomba kwamba pengine hatini yao kuna mmoja na kisirani. Inawezekana ni yani kuna kina mama wanakuwa na kisirani. Kisirani chake kinakuwa wapi? Hajapewa ile sababu. Kisirani kinaibuka. Ni wazangu mimi wanivalia basi hapo. Wazangu mimi wanivalia sendo zimetoka mpya. Alafu mimi uvumilivu. Bwana asifiwe. Uvumilivu. Kwenye ndoa unahitaji uvumilivu sana. Sio kidogo sana. Na kwa nini unahitajika uvumilivu? Ukikosa uvumilivu kwenye ndoa, kuna vitu vitaibuka kwenye maisha. Tunasikia vitu vingi vinavyoibuka kwenye maisha huko mtaani, sio kwa sababu nyingine, ni kwa kukosa uvumilivu. Uvumilivu. Lakini nikiuliza wanandoa hapa wangapi wameshaondoka nyumbani kwao? Wangapi wanandoa walioondoka nyumbani kwao? Wanashangaa labda 1% tu ndio wanaondoka nyumbani kwao. Wengine wote wako nyumbani kwao. Sasa kwa nini ndio kwa nini sijaondoka kati mimi naishi na kwenye familia yangu? Ni kweli kwenye familia yako lakini bado hujaondoka. Bwana asifiwe. Unaweza kukuta baba amekaa hapo. Alafu ukianza hivi bado uliondoka. Kabla niliondoka mimi naweza kuja hapo. Lakini muulize mtu wa kwanza kufanya mawasiliano karibu kila baada ya siku 2 au 3 ni nani? Atakwambia mawasiliano nyumbani kwetu. Na wasema wapi? Ninyi wawili naomba nikukumbushe jambo hili. Mmeondoka nyumbani kwa wazazi wenu. Mnakwenda kuanzisha maisha ya kwenu ninyi wawili. Hamna pa kwenda. Hamna pa kwenda. Watu wakisikia wanasema, mimi sikuwa kwetu tarudi kwetu, wewe waambie mimi kwetu mimi nishafunga kila kitu hakipo. Mimi ndo nimeshafika hapa. Hapa ndo nimefika. Ndio mtu mfano mmoja kwenye Biblia. Kuna mtu mmoja anaitwa Musa. Na mfano Musa. Alikuwa kwenye safina, akalelewa kwenye nyumba ya kifalme,
Alafu baadaye akafanya aliweza kufanya, akakimbilia kwenda Midian, akakaa kwenye kisima, akawakuta mabinti wanafanywa vurugu, akawasaidia kuchota maji, akanywesha ngamia, akabaki pale. Wale mabinti wakarudi nyumbani kwao. Waliporudi nyumbani kwao, wakatoa taarifa za huyo wao walisema Misri, kwa sababu ya aina ya unyoaji wake, aina ya uvaji wake. Wakasema Misri mmoja. Akapo akaenda akamkaribisha. Akaona binti kwenye ile nyumba. Binti akampenda huyo kijana. Cha kwanza kilichomfanya mpende ni ile haja aliyofanyia akiwa wapi? Kisimani. Haja aliyofanyia akiwa wapi? Kisimani. Alipokuja sasa kwenye hali za kuendelea, wakaishi watu wawili, Musa pamoja na mke wake. Mke wake hakuwa na pakwenda. Pamoja na kwamba alikuwa na wazazi, hakuwa na pakwenda. Musa hakuwa na pakwenda. Na nini msio mahali pakwenda? Hapo umefika. Mary, hapo ndio umefika. Sendo zako, mawingi yako, vyote vitu yako. Usifikirie nyuma. Hapo ndio umefika. Hapa ndio umefika. Yaani usifikirie mahali pengine popote, hapa ndio umefika. Ukijenga taswira hiyo, ndoa yenu itakuwa na furaha, ndoa yenu itakuwa na amani. Ila siwaambie kwamba kwenye ndoa ni paradiso. Ile msije mkajidanganya. Sio paradiso. Kuna wakati vile vya kibinadamu huwa vinainuka. Hata mkiwa sasa sio na wao, kuna wakati vya kibinadamu kwa vinainuka, lakini wanamaliza na kile kinyongo. Kuna siku ya Jumatatu, kuna Jumanne, kuna Jumatano, kuna Alhamisi, kuna Ijumaa, kuna Jumamosi, kuna Jumapili. Siku zote hazifanani. Hazifanani hizo siku. Hata siku moja hazifanani. Unaweza kaamka ukaona ni siku ile Jumatatu, hazifanani. Kila siku ina tamaduni yake na taratibu zake na maadili na mwendo wake. Hata kwenye ndoa iko namna hiyo. Msije kafikiri kwamba naambia ni paradiso, hapana. Bwana asifiwe. Ukitaka kuifanya paradiso, utaifanya nini kwa paradiso? Ninyi wenyewe ndio mtaifanya hiyo paradiso. Na kuifanya kwa paradiso ni kumruhusu Yesu akae kikamilifu. Na ndio maana mwandishi anasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani, sio kidogo, kwa wingi. Akisema kidogo ingekuwa kitu kingine, lakini anasema kwa wingi, likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo likikaa kwa wingi ndani yenu, litawasaidia kupunguza hata hizi rabsha za humu duniani. Na adui mkubwa sasa hivi anayetembea, ni mwamini. Si adui mkubwa anatembea kitu si. Yaani kama huna uvumilivu, ni bora usishike simu zako. Bwana asifiwe. Na alisema kwa hawa na kusema na kwa. Yaani ni bora usishike simu zako kama na karaoke pesi. Mimi ni mchungaji nazungumza. Nina siku nimetumiwa message za hatari. Alafu mtu sifahamu. Message za hatari kwa kweli. Sasa kama mke wako asingekuwa anaifahamu tabia yangu, chungaji kwa sio. Mimi simama na password. Watu zangu wanajua password ya simu yangu. Mke wangu anajua password. Yaani mimi nikiweka simu hapo, mke wangu ataichukua, watu wangu wataichukua. Sina shida. Alikutana message za hatari kwa kweli. Za hatari. Kuja kumfuatilia huyo mtu. Yuko Kigoma huko. Hata kufahamu tufahamu kwa sababu. Baada ya mwezi nilikosea namba. Ukiona na roho nyepesi bali sishike simu. Lakini kama na roho ngumu kama yako, waishika. Zikija message chana nazo. Zisije zikafuta ndoa yako, achana nazo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Nimaliza kusema neno haya. Ndoa inahitaji uzito. Sawa? Ndoa inahitaji uzito. Narudia tena. Ndoa inahitaji uzito. Kuna bwana mmoja alikuwa anatoka na gari hapa, anakwenda zake Moshi. Akajaza viroba vya mchanga pale Buchu. Akaweka kwenye gari yake nyuma. Kwa Prado. Akaweka kwenye viroba vya mchanga. Alafu kuna ndugu aliomba lifti. Yeye anaishia sana. Kutoka hapa. Jamaa anajiuliza, huyu jamaa akapakia mchanga. Anapeleka wapi mchanga?
Shetani unampeleka anakuambia ninaifanya gari yangu iwe nzito ili upepo ukija usipeperushe. Na ninyi mnamhitaji Yesu aweke uzito kwenye ndoa yenu ili upepo ukija zisipeperushe ndoa yenu. Kuna upepo unaitwa mawifi, kuna upepo unaitwa mashangazi, kuna upepo unaitwa wazazi, kuna upepo unaitwa marafiki. Wasiwapeperushe. Wekeni uzito kwenye ndoa yenu. Weke uzito kwenye ndoa yenu. Hata marafiki wasipate nafasi. La mwisho, nyumbani kwenu najua mna TV. Sisi usimpe jirani remote baki nayo mwenyewe. Siku umekaa unaangalia Upendo TV, asiwe kuna mechi ya Simba na Stella. Wewe bwana, wewe Stella nini Simba achana nayo. Sisi tunaangalia Upendo TV. Kama kuna mechi kali kweli ya Yanga sio nani sisi tunaangalia Upendo TV. Kama kuna Manchester sio nani tunaangalia Upendo TV. Ukiweka hilo msimamo huu, hayuko atakayechukua remote kuwaendesha. Manangu nini? Msiruhusu watu waendeshe maisha yenu. Ninyi wenyewe ndio mnaendesha maisha yenu. Sio wazazi, sio rafiki, sio mawifi, sio mashemeji, sio mashangazi, sio wajomba. Hawana nafasi kwenye maisha ya kwenu. Ni kweli wazazi wamelea mpaka mlipo hapo, lakini hawana nafasi ya kuendesha maisha ya ndoa yenu. Msiruhusu hilo likapita katikati yenu. Mungu alibariki neno lake. Amen. Tutaimba wimbo namba 193, ubeti ule wa kwanza na ubeti wa pili. Tunapoimba ubeti wa pili, maharusi pamoja na wadhamini tutasimama na kusogea mbele. na nguvu ya wote wawili wanaoingia katika ndoa kwa manufaa ya
nzima ya kibinadamu. Mungu aliumba mume na mke na kuwakirimia wanadamu vipawa vya kuchukua na mwenzi, uwezo wa kupenda na kutunza na kulea watoto. Yesu alithibitisha agano la ndoa na kufunua upendo wa Mungu mwenyewe na wa kumtoa pale msalabani. Roho Mtakatifu huwasaidia wale wanaoungana katika ndoa kuwa alama hai za neema, upendo na uaminifu wa Mungu. Aidha, ndoa ni tukio la kibinadamu likiambatana na viapo vinavyoshuhudiwa hadharani katika ibada. Ahadi hizi huzungukwa na uwepo wa mashahidi maalum na watu wa Mungu wengine, pamoja na ushahidi wa neno la Mungu na sala na baraka kwa wahusika. Mark pamoja na Mary, wapendwa katika Bwana, mmesimama mbele ya Mungu mtakatifu na mbele ya usharika huu kuifunga ndoa yenu. Ndoa ni zawadi toka Mungu. Sisi tunawaombea ili Mungu Mwenyezi awabariki na kuwaongoza katika huduma wenu siku zote kwa msaada wa Roho Mtakatifu wake. Muunganisho ili mwishi pamoja kwa kusaidiana na kusikilizana siku zote. Tuombe. Mungu Mwenyezi, Baba uliye mbinguni, twakusihi kwa ajili ya hawa ndugu zetu Mark pamoja na Mary, uwajalie kuanza ujumba wao katika jina lako, uwasaidie siku zote kuishi pamoja mbele zako na kufikia kwenye uzima wa milele. Amen. Sikilizeni neno la Mungu. Yesu anafundisha kuhusu ndoa. Mungu akasema, si vema mtu awe peke yake, nitamfanyia msaidizi wa kufanana naye. Kwa hiyo aliwaumba mwanzo mtu mume na mtu mke. Akasema, kwa sababu hiyo mtu atamwacha babaye na mamaye, ataambatana na mkewe, na hawa wawili watakuwa mwili mmoja. Hata wamekuwa si wawili tena, bali mwili mmoja. Hata Mungu akawabarikia akawaambia, zaidi mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitisha. Sikilizeni jinsi Kristo anamfundisha kwa vinywa vya mitume wake Paulo na Petro, akikaza kwa mume na mke waishi pamoja kwa kuwa na hali ya kunyenyekeana katika kichwa cha Bwana. Enyi wake watii waume zenu kama kumtii Bwana wetu, kwa kuwa mume ni kichwa cha mkewe, kama Kristo naye alivyo kichwa cha kanisa. Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa, akajitoa kwa ajili yake ili makusudi alitakase. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utu wema, unyenyekevu, upole, uvumilivu, ukichukuliana na kusameheana, mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake, kama Bwana alivyowasamehe ninyi, nanyi sameheneni vivyo hivyo. Neno la Kristo likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana. Na sasa ninawauliza hapa mbele ya Mungu na mbele ya usharika huu, mbele ya mashahidi wenu, ambao mna maiki kabisa. Wewe Mark Gabriel, unakubali na kutaka kuoana na huyu Mary Mpanda kuwa mke wako, kae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika haki takatifu ya ndoa. Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana, utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine, utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Bwana asifiwe. Nilikuwa namuuliza huyu bwana, aniambia asiye nyumbani ni wapi, maana nimeshangaa vigelegele hakuna. Na najua nakutoka huyu bwana vigelegele vipo. Hebu akina mama pia vigelegele.
yaani kupiga vigelegele kama kuna karoka amekunjwa namna hii. Sasa tunakunjua. Amen. Nakuuliza wewe Mary Panda, unakubali na kutaka kuoana na huyo Mark Gabriel au mume wako, mkae pamoja kama ilivyoamriwa na Mungu katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda, utamtuliza, utamheshimu na kumtii katika Bwana. Utamtumikia, utamwombea na kumtunza katika ugonjwa na uzima, na usishughulike na wengine. Utakaa na huyu peke yake mpaka kufa. Ndivyo Mungu anisaidie. Sisi sote tumesikia majibu ya Bwana Mark pamoja na Bibi Mary. Hawa ndugu zetu wameonyesha na kukiri kwamba wote wawili kwa nia moja wamekubaliana kuungana katika ndoa ya Kikristo kwa uongozi wa Mungu. Kwa hiyo sisi sote wa usharika huu tuone wajibu wetu wa kuwasaidia na kuwaombea. Naomba usharika tusimame tunapoomba. Tunawaleta ndugu zetu hawa mbele yako, wasaidie sasa wanapoweka ahadi ya kuungana katika ndoa, ili wawe na ahadi ya kweli mbele yako na mbele ya usharika huu na mbele ya watu wote. Pia nazileta mbele zako pete hizi ambazo watoto wako watakulishana siku hii ya leo. Usitakase kama ulivyosema kwa neno lako, chochote kilichotakaswa kwa neno kimetakasika. Nami nazitakasa pete hizi kwa damu ya Yesu Kristo, na kwa uwezo wako wa kimbingu zifanye kuwa baraka kwa maisha ya watoto wako. Amen. Wacha tuketi. Mark, pokea pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako mpaka kufa. Pokea na uvalishe mzima. Mary Gabriel Panda, pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Mary, pete hii iwe ukumbusho wa ahadi ya ndoa yako, na pete hii iwe alama kwako ya kuwa mwaminifu kwa ndoa yako. Pokea na uvalishe Yesu. Pokea pete hii iwe ukumbusho na alama ya ahadi ya ndoa yetu. Ya ndoa hii kati yako nami, na kuwa mwaminifu kwa ndoa hii mpaka kufa. Wapendwa katika Bwana, nimesimama hapa mbele ya Mungu na mbele ya ushirika huu. Ninaomba kila mmoja wenu akiri kwa mdomo wake ahadi ya ndoa yenu. Naomba mgirikiane sasa, mshikane mkono wa kulia. Mshikane mkono wa kulia. Mkono wa kulia. Sasa kama mlivyosoma vitabu wakati wa kubashana pete, na mlivyoshikiana maiki, na vile hivyo mtakavyoshikiana maiki. Sawa? Mwanaume utashika kwako na mwanamke shika kwako. Ila sasa anaanza kula kiapo mwanaume, kwa hiyo Mimi Mark Gabriel nakubali na ninaweka ahadi ya kuoana na
katika mema na mabaya, katika utajiri na umaskini, katika ugonjwa na hali ya kuwa na afya. Nikupende, nikutunze mpaka kifo kitakapokutenganisha. Kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika huu. Nikutunze mpaka kifo kitakapokutenganisha. Kufuata agizo takatifu la Mungu. Hii ndiyo ahadi yangu ya kweli mbele yako na mbele ya Mungu na ushirika huu. Je, ninyi wadhamini mnakubali kuwasaidia hawa wawili katika ndoa ya Kikristo? Ndivyo Mungu atusaidie. Sasa ni namba kwa kuwa ameahidi mbele ya Mungu na mashahidi hawa kuishi pamoja katika agano la ndoa takatifu ya Kikristo, mimi kwa mamlaka ya neno la Mungu na kwa mamlaka ya kanisa ninawatangazia mbele ya ushirika huu na mbele ya Mungu mtakatifu kwa ndoa yenu imebarikiwa na mmeungana katika unyumba wa mume na mke. Basi alichokiunganisha Mungu, mwanadamu asikitenganishe. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Naomba washirika tusimame tunapoomba. Na hivi sasa kwa mapenzi yako umeunganisha Bwana Mark na Bibi Mary katika ndoa takatifu. Tunakushukuru kwa neema hii na kukusihi wafahamishe huruma zako ili waishi katika njia ya Kikristo katika ujumba wao. Baba, ukae nao, waepushie magonjwa yote, wabariki, wape uwezo wa kutunza agano la ndoa walilofanya leo, wape upendo wa kweli, wapendane maisha yao yote. Tushirikiane na maneno yanayofuata ukurasa wa 420 wote kwa pamoja. Baba yetu uliye sisi sote, ili tuweze kuishi kwa imani na kumtii mwana wako Yesu Kristo. Usibariki nyumba zetu zote, ziwe mahali ambapo wewe unaabudiwa, sifa zako zinaruma. Tusikie kwa jina la mwana wako Yesu Kristo. Amen. naomba tuketi. Asante sana. Kama unaweza kutafutia wimbo mmoja ama kama utasikia wimbo unaweza kusikia kuimba, karibuni kwa kutoa sadaka. Bye.
Yesu asifiwe. Sasa hivi kwa saa za Afrika Mashariki ni saa 10:39. Ukiangalia saa yako 10:39. Kwa ule muda wa kisheria bado tuko ndani ule muda. Wazao kuframe case. Maana kuna watu wataka kuframe case. Unafunza sasa alifundisha ndoa lakini muda ulikuwa umepita. Nimetangaza saa 10:39. Nitangaze rasmi sasa saa 10:39 kwamba Bwana Mark Muhanga Gabriel na Bibi Mary Daniel Panda ni mume na mke halali. Kwa sababu hawa ni watumishi, najua kuna ofisini kwao kunahitajika vitu kama hivi. Bwana mkubwa hiki kitakusaidia tu kwa ajili ya kwenda kutoa taarifa kwa bwana, mimi sasa siko peke yangu na mwenzangu. Ni kwa ajili ya hiyo tu. Na wewe hiki hapa ukipewa usiko kwa bwana, mimi na mwenzangu tayari. Yaani hii ni alama tu kwa sasa wewe hauko peke yako, una mwenzako. Kama kuna stake fulani ambazo na muhusu mwenzako na unazipata kupitia kesho tutakufanyia kesi hicho. Hicho ni kwa ajili ya mambo ya sheria ya kiofisi. Bwana asifiwe. Kuna wengine wanatengeneza vitu kwa ajili ya frame case. Sasa ndipo unaweza kupiga picha moja fuka bwana ni wewe. Geuza mama, geuza. Picha tunapiga picha na hallelujah, hallelujah. Kanisa linatambua kwamba ndoa ya mume na mke ni mwili mmoja. Na hivyo katika hivyo kanisa linatoa cheti kimoja. Na hapa wanasema tu mara nyingi na wanawakumbusha walipo kwenye ibada, lakini wale ambao wako kwenye ibada wanaweza kusikia maneno, ila nikiwapa mkanda atasikia eti. Kama una uwezo wa kufanya cheti vikatokea viwili, kifanya cheti vikatokea viwili, ukavitoa viwili, basi una uhuru wa kuingilia ndoa hii. Lakini kama huna uwezo, nyamaza milele kwa jina la Yesu mpaka atakaporudi. Simama hapo mtapigia picha. Alafu baada ya kupigia picha, salamu Yesu mwanangu, tutageukia madhabahu. Sasa ngeukia madhabahuni. Mungu mwenye neema na rehema, umetoa fadhili nyingi kwa yote. Usiyepokea matoleo ya watu wako katika upendo wako wetu, eleze matunda ya kiroho ili ufalme wako uenezwe hapa na popote duniani, kwa Yesu Kristo Bwana wetu, Mwokozi wetu. Amen. Tushirikiane sala ya Bwana. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje,
Wapendwa wangu, naomba tuingie kule kwa masharika tena. Naomba wazazi wa wanawake kama wapo, wazazi wa wanawake naomba mje. Sasa mtakana kuwapanga nini? Njoo tu baba na mama, njoo. Baba soma shughuli hapa. Hapa mama soma. Wazazi wa Mary. Wazazi wa Mary wamefika. Si? Njoo. Njoo wazazi wa Mary. Njoo brother. Chapa kuanzia hapa kisha kwa baba. Sasa kidogo baba. Hapo. Asante sana. Naomba sasa wazazi ni waruhusu kurudi. Wazazi kurudi. Nashukuru sana. Unajua hao ndugu wengine, najua kuna mashangazi, kama kuna mashangazi kwa usimama. Mashangazi wa pande zote mbili. Kama huko. Mama wadogo, mama wakubwa, mama wadogo. Ukijijua wewe ni ndugu na Maki, simama upande huu. Kama ni ndugu wa Maki, simama upande huu. Kama ni ndugu wa Mary, simama upande huu. Na bado kuna mmoja anakuja. Kumbe wewe. Haya. Sasa wewe pole. Sasa wewe njoo ufuate mimi na kuelekeza. Na njoo wewe kandege. Kandege kwa kazi moja hiyo. Naomba upige picha hiyo brother. Wanapopiga hawa niombe makaka na dada. Naomba turudi kaka na dada kama madada wote wa pande zote mbili. Mama njoo. Kama wewe ni ndugu na Maki, utakaa upande wa Mary. Kama ni ndugu wa Mary, utakaa upande wa Maki. Asante sana. Naomba turudi. Niombe wafanyakazi wenzao. Wafanyakazi wenzao na hawa ndugu mje tu. Sasa je, tutasimama vyovyote mnavyojisikia. Wafanyakazi wenzao wote wa pande zote mbili. Jioni. Wewe kama ni kwa simama. Simama. Simama tamu sana kwa kufika sana. Tunasema katikati kabisa hapa. Asante sana. Kuna kina babu na kina bibi. Babu na bibi. Asante sana. Nafikiri nimaliza kwa wote sasa. Ndio watumishi wa usharika. Watumishi wote wakiongozwa na picha hiyo hapo, alafu wale ambao walisoma pamoja nao msogee. Sogea cha kwanza naokoka. Amjani. Asante sana. Sasa hiyo tumemaliza. Mungu awabariki sana kwa hizo picha. Sasa msikilize vizuri. Nipiga picha tu kwamba ngoja kupiga picha. Napiga ushahidi. Huu ni ushahidi. Wale wazee wa kuchomekea. Huu ni ushahidi kwamba wewe ulikuwepo
Usije kaanza kuleta maneno. Kwanza ndio yenyewe sikushiriki, nimeshiriki, tumekuona kwenye picha. Maana kuna wengine wanaanza kuleta maneno. Sisi hatukumtaka huyo kijana. Umekuwepo. Unakuja kufanya nini? Sasa picha nyingine ya kwako ni frame. Ya madhabahu ya kwako ni frame. Sisi sasa tutachagua ni style ya kupiga picha nini ambayo sasa msomee tu watu kadhaa kwa picha au wapige picha yao